Hujambo na habari za wakati, mtazamaji wa Domeko TV. Ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 10 mwezi wa 10 2025. Mtazamaji wa Domeko TV, unao nafasi kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook na X, zamani Twitter, kama Official Domeko. Hii ni taarifa ya habari kutoka hapa Domeko TV. Awali ya yote, tuanze na mtasari wa yale tuliyokuandalia katika siku hii. Langu jina Vanessa Nyongi. Baadhi ya wanafunzi wa Domeko wameeleza mwitikio mkubwa katika kipindi cha mitihani, huku wachache wakikosa kufanya mitihani kutokana na changamoto mbalimbali. Mheshimiwa Kenan Kiongosi, katibu mkuu wa UVCCM, amepongoza mwenendo mzuri wa kampeni CCM, huku wananchi wakieleza kuridhishwa na utekelezaji wa ahadi zinazotolewa na chama hicho. Biashara. Wafanyabiashara wa majengo jijini Dodoma wamefanikisha kuboresha maisha yao kupitia mitaji midogo, wakieleza kuwa juhudi na ubunifu vimechangia maendeleo kibiashara. Kimataifa. Waziri Mkuu wa Ufaransa Sebastien Lecornu aendelea kushikilia wadhifa wa muda baada ya kujiuzuru. Michezo. Wadau wa soka jijini Dodoma wameeleza matumaini yao kuelekea mchezo wa kufuzu kombe la dunia kati ya Taifa Stars na Zambia. Habari kamili. Baadhi ya wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Domeko wameelezea mwitikio mkubwa ulioshuhudiwa katika kipindi cha mitihani inayoendelea chuoni hapo. Tupate taarifa kamili na temia ya haya. Nipo katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma, ambapo kuna mitihani inaendelea kujipima. Na leo tutapata maoni tofauti ya wanafunzi wanaoonaje mwitikio wa wanafunzi kuhudhuria mitihani hiyo, na pia tutajua sababu zilizowafanya baadhi ya wanafunzi kushindwa kufanya mitihani hii. Majina yangu ni Musdalifa Musi Kirage. Ni mwanafunzi wa uandishi wa habari na utangazaji katika chuo cha Dodoma Media College. Mimi katika swala zima la usikio wa wanafunzi katika kipindi cha mitihani ni kwamba sio wote, ila ni baadhi ya wanafunzi kwamba wamepata changamoto ya ada. Kwa hiyo kuna wengine wamekaa nyumbani kwa lengo, yani wamekaa nyumbani sio kwamba wamependa, ila ni kitu ambacho kimewabudi kutokana na upungufu wa ada. Kwa majina naitwa Amina Mbaga, ni intake Julai. Mwitikio wa wanafunzi kufanya mitihani ni mkubwa. Kwa hilo naliona ni mkubwa mwitikio wa wanafunzi. Pia kwa ambao hawajahudhuria ni sababu tu mbalimbali kama vile ada hivyo. Ninachoshauri waendelee kusoma. Mtihani sio kitu kirahisi, au kumove sehemu moja kwenda sehemu nyingine sio kirahisi kama tunavyofikiria. Kama nitaenda tu kujibu kitu fulani, sio hivyo. Tusome wanafunzi wenzangu, ndio hivyo. Cha kuwashauri na waambia kuwa waforce wazazi wao kutoa ada, na kama wamekula ni juu yao. Of course mimi binafsi mwitikio wangu nimeitikia vizuri, ndio maana nimekuja kufanya mtihani. Nisingekuwa na mwitikio singekuja kufanya mtihani. Ila point yangu ni kwamba watoto wa Dodoma Media College wanapenda sana chuo, lakini tunaona mwitikio umekuwa mchache kwa baadhi yao kulinganisha na mwitikio wangu. Hii ni kwa sababu ya masuala mazima ya financially. Tupo poa sana, tupo sawa wote kwenye swala zima la kipato. Tunafahamu kwamba kuna wengine wana hali za chini, wengine za kati, na wengine kuna kidogo hali zao ni na ni bora umenikumbusha. Yes, kuna baadhi ya wanafunzi ambao hawajalipa ada na ni wanafunzi wengi, na hii hapa ni kutokana na kiukweli na kiuhalisia tupo tofauti kwenye swala zima la kipato. Kwa wale ambao wameweza kulipa ada ndio ambao unaona paka dakika hiyo ushamaliza mitihani. Ila kwa wale ambao hawajalipa ada, au shauri wangu kwao ni wao wenyewe waweze kujiorganize kwa pamoja, wafuate uongozi wa chuo ili kufahamu ni namna gani ambao uongozi wa chuo unaweza ukawasaidia. Lakini pia wanaweza wakajiorganize wao wenyewe kwa ajili ya kuongea na wazazi wao vizuri, kwa ajili ya wao kuweza kupatiwa ada kwa ajili ya kuendelea na masomo. Hii kutokulipa ada inaweza ikampa effect kubwa sana mwanafunzi. Kwa hiyo kusikiliza baadhi ya maoni na mapendekezo ya wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma Media College, wakielezea ni kwa namna gani wameona mwitikio mtihani na baadhi ya sababu zilizowafanya baadhi ya wanafunzi kushindwa kufanya mtihani. Nikiripoti kutoka chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma Media College, mimi Mtemia Yahya wa Domeko TV. Katibu mkuu wa Umoja wa Vijana
Chama cha Mapinduzi UVCCM, Mheshimiwa Kenan Kiongozi amepongeza mwenendo wa kampeni za Chama cha Mapinduzi CCM zinazoendelea katika mikoa mbalimbali nchini. Amesema kampeni hizi zimekuwa na mwitikio mkubwa kutoka kwa wananchi na zinaendelea kwa amani na utulivu. Kwa undani na taarifa hii tuungane na Elizabeth Jackson kwa taarifa zaidi. Katibu wa NEC Itikadi Venezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Kenan Laban Kiongozi ameelezea mwenendo mzima wa kampeni za Chama cha Mapinduzi na yale watakaoenda kuyaboresha endapo watashinda uchaguzi mkuu, ikiwemo upande wa sekta ya elimu na sekta ya... Okay, sawa. Naitwa Kenan Laban Kiongozi, ni katibu wa NEC Itikadi Venezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi. Leo hii tumekutana kwa ajili ya kuelezea mwenendo mzima wa kampeni za uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi, ambapo wote tunakumbuka tarehe 28 ya mwezi wa 8 mwaka 2025 Chama cha Mapinduzi kilifanya uzinduzi wa kampeni katika viwanja vya Tanganyika Packers jijini Dar es Salaam, na kampeni zile zilikuwa ni kampeni za kihistoria au uzinduzi wa kihistoria kwa sababu ulivunja rekodi kwa mahudhurio, lakini hamasa na shamra tangu kuasisiwa kwa chama hiki mwaka 1977. Kwa hiyo uzinduzi wa kampeni mwaka 2025 ulikuwa ni wa kipekee. Lakini tumie fursa hii kwanza kwa kuwashukuru sana Watanzania wote kwa namna ambavyo wameendelea kujitokeza kwa wingi katika mikutano ya kampeni ya Chama cha Mapinduzi, lakini kwa namna ambavyo wanaonesha imani kubwa kwa mgombea urais wa tiketi wa Chama cha Mapinduzi ambaye anagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Aidha, wananchi nao wamezungumzia namna kampeni za Chama cha Mapinduzi wanavyoziona na ahadi wanazopatiwa na wagombea. Kampeni zimekuwa ni nzuri, zimefana kwa sababu unajua CCM ndio chama tawala. Kwa hiyo pia wana mtaji wa watu. Kwa hiyo kampeni zimeenda vizuri, wagombea wamejinadi, wameendelea kunadi sera zao. Tumesikia sera za Mama Samia, tumesikia sera za makamu wa rais, za madiwani. Yes, zina mvuto kwa sababu ukiangalia ahadi asilimia zile zilizokuwa wanaahidi nyingi zimetekelezwa. Changamoto zilizopo ni za hapa na pale ambazo mtu yoyote anaweza kukutana nazo hata atakayepewa. Nasema kampeni yenyewe hiyo si wengine, yani hata hatujapata hata t-shirt. Kampeni naona kama sielewi kwa upande wangu mimi, maana hata kofia tu ile ya kampeni na sisi tujitokeza tujapewa, labda wanapeana wenyewe, sielewi watu, kwa sababu kwenye kampeni uongo mbaya kuna mvuto, hata viela vinaonekana. Lakini mwaka huu yani ndio kuna ugumu wa pesa. Unavoniona hapa namfulia mtu hajanilipa hata 100. Unaona, hajanilipa hata 100 ndo nafua watoto wapate riziki. Umeelewa? Lakini katika miaka ya nyuma tulikotokea hakukua hivi. Umeona? Hapa. Na hayo yalikuwa baadhi ya maoni ya wananchi kuhusiana na swala zima la kampeni zinazoendelea nchini hapa kuelekea uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba 2025. Nikiripoti kutokea eneo la Hazina jijini Dodoma, mimi Elizabeth Jackson wa Domeko TV. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Hapa ni Dodoma Media College, chuo cha uandishi wa habari na utangazaji. Uongozi wa chuo unapenda kuwatangazia nafasi za masomo katika kozi zifuatazo: Journalism and Mass Communication, Full Secretarial Management, Television Broadcasting, Radio Broadcasting, Computer Course, TV Production, Graphic Design, DJ Performance. Chuo kinapatikana Dodoma mjini, karibu na roundabout ya Bahi Road. Karibu Dodoma Media College. 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 Dodoma Media College, Media for Development. 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 Dodoma Media College, Media for Development.
Dodoma Media College, Media for Development. Dodoma Media College, Media for Development. Nyote mnakaribishwa Dodoma Media College. Dodoma Media College, Media for Development. Kimataifa. Waziri Mkuu wa Faransa Sebastien Lecornu aendelea kushikilia wadhifa wa muda kama kiongozi wa serikali ya mpito kufuatia kujiuzuru kwake rasmi tarehe 6 Oktoba 2025. Kwa undani wa taarifa hii tuungane na mwanahabari wetu Yusta Harix. Waziri Mkuu wa Ufaransa Sebastien Lecornu na serikali yake wamejiuzuru mapema leo Jumatatu, saa chache baada ya Lecornu kutangaza orodha yake ya baraza la mawaziri. Katika hali inayozidisha mzozo wa kisiasa Ufaransa ambao umesababisha kushuka kwa hisa na euro. Kujiuzuru kwa haraka na kusikutarajiwa kumekuja baada ya washiriki kutishia kuiangusha serikali mpya. Kufuatia hatua hiyo, mkutano wa kitaifa wa siasa kali za mrengo wa kulia umemtaka Rais Emmanuel Macron kuitisha uchaguzi wa haraka wa bunge mara moja. Lecornu ambaye alikuwa waziri mkuu wa 5 wa Macron katika kipindi cha miaka miwili, amefanya kazi kwa siku 27 pekee. Serikali yake ilidumu kwa saa 14 na kuifanya kuwa ya muda mfupi zaidi katika historia ya Ufaransa. Lecornu akieleza kwa nini hakuweza kuendelea na kufanya maelewano na vyama pinzani, amelaumu binafsi wa wanasiasa wa upinzani. Wakati huo deni la Ufaransa limepanda hadi 113.9% ya pato la taifa. Ni mimi Yusta Alex wa Domeko TV. Rais wa Marekani Donald Trump anataka wapatanishi kufanya haraka mazungumzo ya amani mji wa Gaza. Hayrat Ibrahim ana taarifa zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump awataka wote wanaohusika katika juhudi za kumaliza vita vya Gaza kufanya haraka, huku wapatanishi wakipinga kukutana nchini Misri siku ya Jumatatu kwa mazungumzo ya amani yasiyo moja kwa moja kati ya Hamas na Israel. Mazungumzo haya yanakuja baada ya Hamas kukabiliana na baadhi ya sehemu za mpango wa amani wa Marekani wenye vipengele 20, ikiwa ni pamoja na kuachia huru mateka na kukabidhi utawala wa Gaza, lakini wanatafuta mazungumzo kuhusu masuala mengine. Nadhani tumepiga hatua kubwa sana, na ndio watu wa Israel wanataka hilo litokee, lakini watu wanahusiana na mateka. Yani unaona, Israel makumi ya maelfu ya watu wanataka kweli mateka warejeshe na wanataka mambo yaishe. Na nadhani Hamas sasa, ninachoweza kusema tu ni kwamba wamekuwa sawa. Natumaini itaendelea hivyo, na nadhani tumepata makubaliano. Tuna nafasi nzuri sana ya kufikia makubaliano kwa sasa. Majibu ya kundi hilo hayakutaja matakwa muhimu ya kuweka silaha chini na kutokuwa na jukumu la baadaye katika utawala wa Gaza. Akiandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba mazungumzo yalikuwa yamefanikiwa sana, Trump alisema, "Nimeambiwa awamu ya kwanza inapaswa kukamilika wiki hii na ninaomba kila mtu afanye haraka." Mpango huo wenye vipengele 20 unapendekeza kusitishwa mara moja kwa mapigano na kuachiliwa kwa mateka 48, 20 pekee kati yao wanaodhaniwa kuwa hai badala ya mamia wa Gaza wanaozuiliwa. Netanyahu alisema katika hotuba ya runinga siku ya Jumamosi kwamba anatumai kutangaza kuachiliwa kwa mateka katika siku zijazo. Hayrat Ibrahim, Domeko TV. Taarifa ya Hayrat inatutamatisha habari ya kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea ni habari za kibiashara. Kwa jina naitwa Elizabeth Mwanga, nasomea kozi ya Journalism and Mass Communication. Niko mwaka wa 2 diploma. Kitu ambacho najivunia chuoni kwetu hapa, kuna vifaa vingi vya kujifunzia. Kuna studio ya radio, kuna studio ya TV, na kuna chumba cha kuandikia habari ambapo kuna kompyuta. Lakini kitu kingine ambacho najivunia, kuna walimu wazuri, walimu wakarimu, wanaojali wanafunzi wao. Pindi wanapokuwa na matatizo wanakuwa karibu nao, darasani wanaingia kwa muda wanafundisha. Kama mwanafunzi ambaye anakuwa hajaelewa darasani, pindi mwalimu alipoingia darasani,
anakuwa na ule uwezo tena kufuata mwalimu ofisini na kumwelekeza kile kitu ambacho amekifundisha na akamwelewesha vizuri na akamuelewa. Licha ya hivyo pia tunapewa muda wa kuingia studio kufanya mazoezi. Tunapewa vifaa kwa ajili ya kwenda kujifunzia kama kamera, tunaenda kujifunza kupiga picha, kushuti video. Kitu ambacho na washauri wanafunzi waliomaliza form 4 ambao wanatafuta vyuo vya kwenda kusoma kozi ya uandishi wa habari na utangazaji, nachowashauri kwanza waangalie mazingira ya chuo mahali yalipo. Pia waangalie kama chuo kina vifaa na studio za radio na TV, pia newsroom. Maana hivi ndio vitu muhimu sana katika kozi ya uandishi wa habari. Bila kuwa na vifaa, bila kuwa na studio ya TV, ya radio na newsroom, ni ngumu sana wewe kujifunza uandishi wa habari. Maadili ambayo tunafundishwa kwetu ya uandishi wa habari ni kuwa kukava